Ndugu watendaji, habari ya mchana. Kwa wengine kwa muda huu uliopo, naweza kusema habari ya jioni. Napenda kuchukua fursa hii kuweza kuelezea kidogo ama kusisitiza katika namna nzuri ama kusisitiza katika umuhimu wa taratibu za ofisi ambazo tunastahili kuzifanya. Lakini kwa nafasi hii napenda kusisitiza kwa kutokana na malengo binafsi. Unajua kuna kitu ambacho ningependa kusisitiza ama kuelewesha vizuri ni juu ya hizi taratibu za awali za kukusanya madeni. Taratibu ya kwanza ya kukusanya madeni ambayo napenda kuelezea kwa siku ya leo ni taratibu ya kupiga simu. Unajua recovery policy pamoja na operation manual inamtaka mtendaji wa kwanza ambaye ni loan officer kupiga simu, lakini katika namna moja au nyingine haijamueleza kwamba simu atatakiwa kupiga mara ngapi. Kwa hiyo ningependa kwa muktadha huo tuweze kuangalia kwamba simu iliyoelezwa kupigwa hapo ni simu ya aina gani, ama kwa nini tunahisi simu ni sehemu ya hatua za recovery, lakini pengine simu haina matokeo chanya ama haisaidii moja kwa moja katika shughuli za kudai madeni. Kutokana na nafasi ambayo mtendaji yupo, anaweza akaona kama simu haiwezi kusaidia kukusanya madeni kwa sababu ya ile tabia ya kuzoeleka ambayo yule mtendaji anaifanya katika kuchukua hatua ile ya kupiga simu. Unajua sisi kama Amacha Credit lazima ikifika sehemu tutumie hybrid resolution katika kufanya kazi. Tuangalie na wengine wanafanyaje. Tuangalie pia lakini na wengine wanafanikiwa vipi, au changamoto za wengine zinatatuliwa na nini. Nyinyi wote ni mashahidi na wengi wetu tumekopa kwenye mikopo ambayo ni online. Umekopa mkopo sehemu hauna hata fomu ya mkopo, lakini pia umekopa mkopo sehemu hauna hata kielelezo chochote cha kwamba umekopa isipokuwa NIDA namba tu. Lakini watu wanakuwa na NIDA namba na namba ya simu. Ile namba ya simu vile ambavyo wana exercise kukudai ni tofauti na vile ambavyo sisi wengine tuna exercise. Yaani simu moja mtu anaweza akakupigia mara 20. Hata kama ulikuwa una nia ya kuikataa simu ama ulikuwa una nia ya madhubuti ya kutokuipokea, sasa unakuwa unalazimika kuipokea kwa sababu unaona kama ile simu imepigwa kwako katika namna ya usumbufu. Sasa ningeweza kunukuu vitabu vingi sana, lakini kwa hii ningeweza kunukuu kutoka kwa muasisi wangu aliyenielekeza. Kuna hiki kitabu kinaitwa 7 Habits of Highly Effective People. Kinasema watu ambao wana tabia kufanikiwa ni watu wasiokata tamaa. Na ili katika dunia hii yetu ya ufanyaji kazi pamoja na biashara, ili usikate tamaa, hakikisha unapiga simu ama unagonga hodi, unabisha hodi mlango wa mtu angalau isipungue mara 5. Kwa hiyo sasa katika kupiga simu kwenda kwa mteja, jitahidi angalau kwa siku isipungue mara 5. Kwa sababu hata kama ni missed call mtu anapokea, simu ya kwanza inaingia, inaita mpaka mwisho, inakata, hapokei. Simu ya pili inaingia, inaita mpaka mwisho, hapokei. Simu ya 3 inaingia, inaita mpaka mwisho, hapokei. Simu ya 4 inaingia, inaita mpaka mwisho, pia hapokei. Simu ya 5 ni lazima atapokea ama atachukua hatua. Kwa sababu hii simu ya 5 kwake itakuja na tafsiri nyingi. Naweza kusema tafsiri ya kwanza inaweza kuwa ni kwamba hii simu ikaonekana ni usumbufu wa moja kwa moja. Akaona kabisa una dhamira ya kumsumbua. Na kama ataona ana dhamira ya kumsumbua, juhudi yako nazo ni 2. Moja, aweze kukublock ili usiendelee kumpigia simu, ama 2,
afanyeje, apokee simu ili asikilize unataka kusema nini. Kwa hiyo sasa pale ambapo anakuwa amepokea simu, ndipo ambapo wewe unakuwa umepata ile upenyo na opportunity ya kuweza sasa kumfikia mteja na kumweleza yale ambayo umelenga kumwambia. Lakini pia kama siku hiyo moja ambayo anakuwa hajapokea simu zako zote 5, kesho kiamka, amka kana kwamba it's a new day, yani ni siku nyingine ya kufanya kazi. Simu ile ambayo hajapokelewa mara 5 siku ya kwanza, ukiamka siku ya pili, piga kama hakukuwa na jana.